Praise God, praise Jesus. It's Faraja again. Kuna mambo ambayo unaweza ukawa huyafahamu. Unaweza usijue kila kitu, lakini naomba ujue hichi kitu kimoja. Kuna milango ambayo Mungu akifungua hawezi akakuruhusu wewe ukabeba na watu wengine ukaingia nao. Kuna hatua ambayo Mungu akitaka kukuingiza hawezi akakuruhusu wewe ukaingia na watu wa aina fulani. Why am I telling you this? Sio kila mtu ambaye yupo pamoja na wewe anakufurahia. Sio kila mtu ambaye uko pamoja na yeye ana ndoto na ana maono kama ya kwako. Unaweza kukumbuka story ya Yusuf pamoja na kaka zake. Na sio kila mtu yupo kwa ajili ya kukusupport. Kitu ambacho kinatokea ni kwamba Mungu tayari ameshaandaa watu ambao watakushika mkono, watakupiga hatua 10 mbele, na kuna muda na wakati utafika hawa watu wa 10 watabaki. Mungu atainua wengine kupiga hatua 50 zingine mbele mpaka utakapofikia pale ambapo Mungu anataka wewe ufike. So sio kila mtu utaweza kubebana naye kwenda katika every opportunity, kwenda katika kila season ambayo Mungu anataka kukuelevate. Kila season, kila chapter inayofunguliwa katika maisha yako, kuna watu, kuna vitu inabidi uviachilie ili uweze kukua. Na huu mchakato si mrahisi, huu mchakato una maumivu, una kitu kinaitwa pain. Huu mchakato unaweza ukakutana na maumivu na uchungu ambao hukutegemea. Ndio hapa tunakutana na mahusiano yatatuumiza, tunakutana na marafiki, tunakutana na familia, tunakutana na mazingira yanatuumiza. Inakubidi uwe na kitu kinaitwa a spirit of discernment, kuelewa kwamba wakati huo ni wakati wa wewe kuteka opportunity ya kujifunza, lakini zaidi sana kutambua kile ambacho Mungu ana communicate na wewe. Kwa sababu kuna posti ambayo nimeposti kama siku 2 zilizopita, nilichogundua imeni break sana my heart ni kwamba watu wanaishi sana na uchungu, watu wamebeba watu wana go through a lot, watu wana maumivu. My God, walionitafuta kunitafuta DM, wakunitext, wakunipigia ni wengi. Comment section, watu ni wengi, watu wana maumivu. Mimi binafsi majibu yangu kwa hawa watu ambao wamenitafuta, baadhi yao nimeweza tu kuambia msiogope. Wengine nimewaelezea ni kwa namna gani ambavyo unaweza ukasamehe na sio ukamove on. Na ni Mungu tu anaweza kukutoa katika hilo eneo. Ni Roho wa Mungu tu anaweza kukuponya. Ndiye mwenyewe anaweza kukuvusha katika hilo eneo ambalo upo. Ni as long as ukielewa majira na nyakati ambayo Mungu anataka kufanya jambo jipya katika maisha yako. Mtu wa Mungu, you need to have discernment. Listen to, kabla Mungu hajakuinua, atajifunua kwa namna nyingi tofauti. Mungu atajifunua kwa namna ambavyo watu wengine wanakutazama, kwa namna ambavyo watu wanakuwazia, kwa namna ambavyo mipango ya watu wengine ambao ni kinyume na mpango wa Mungu juu ya maisha yako, jinsi alivyo. Hapo ndipo inapokuja kuumizwa. Inakuhitaji sana wewe kugundua kwamba Mungu ameruhusu hichi kitu ili nijifunze kitu gani. Lakini mara nyingi tumekuwa tukiomba, kama nilivyozungumza kwenye post iliyopita, tumekuwa tukiomba ukuaji, kuwa promoted, kuwa elevated, kuvuka katika eneo fulani kwenda hatua nyingine, lakini tunasahau ya kwamba Mungu anasikia maombi yetu. Mungu anaona tunachokiomba, anaona machozi, anaona na anasikia kile ambacho tunakiomba. So kabla hajakuinua, lazima ataondoa kile ambacho ni kizuizi, kile ambacho kinaleta limitation, kile ambacho kinakuzuia, kile ambacho kinakufanya kila siku unaamka unawaza hiki, unafanya hiki, you are rising, you are falling, vitu haviendi, mambo hayaendi. Ataanza kukuonyesha, huenda ni ndugu ambao ndio wanakurudisha nyuma, huenda ni marafiki ndio wanakurudisha nyuma, huenda ni mazingira, huenda ni kitu fulani, huenda ni eneo fulani ndio ambalo ni sababisho la wewe kuto kuvuka katika hilo eneo ulilopo sasa hivi. Na kukumbusha, Mungu anasikia conversation, anasikia maongezi ya watu, anasikia plans za watu juu yako, anaona hila za watu ndani ya mioyo yao, kwa sababu yeye ni Mungu achunguzaye mioyo. Anasema alitujua tungali katika matumbo ya mama zetu. Anasema yeye ni Mungu achunguzaye nia, achunguzaye moyo wa mwanadamu. So he knows everything. So usishangae sana, ndipo
Usishangae sana ukakutana na maumivu kwa watu kwa sababu heartbreak most of the time sio kwa sababu mtu amekusaliti, sio kwa sababu mtu amekuumiza, lakini mtu anapopata heartbreak ni pale hapo anagundua aliyekuwa anamtegemea asingeweza hata siku moja kufanya alichokifanya na kumuumiza. Ni mategemeo yako ulioweka sehemu fulani, eneo fulani, kwa watu fulani wa aina fulani, kwamba watu hawa ninawaamini. Wale wanapokuja kukengeuka, wanageuka kuwa mwiba kwako, na wewe unaanza kulia na kuumia. So kama Mungu anaweza akanyanyuka na akakuonyesha ni kwa namna gani hili eneo inabidi utoke, hawa watu inabidi waondoke, ili akuelevate kwenda katika sehemu fulani, inakubidi utambue, uwe na spirit of discernment, alafu umuulize Mungu ni kitu gani unachotakiwa kukifanya kwa wakati huo. Sasa hii itamata sana mahusiano yako na Mungu. Yapo katika condition gani? Yako ICU yako vizuri sana, it depends. Kuinuliwa kwako utahitajika sana kutengwa na aina fulani ya mazingira. Wewe ili uinuliwe utahitajika kutengwa na aina ya watu fulani, kwa sababu sio kila mtu ana ndoto na kusudi kama wewe ulilonalo. Tukumbuke story ya Yusufu na kaka zake. Sio kila mtu ataamini katika ndoto yako. Kuna watu kukatisha tamaa, kuna watu kuvunja moyo, kuna watu kurudisha nyuma, watu kufanya uache hata kuota hiyo ndoto yako na kuendelea kuifikiria. So kuna watu itabidi uwapende wakiwa mbali. Kuna watu itabidi kuangalie wawe baki tu eneo, yani inabidi uache. Wewe ni watu ambao watakuangalia, wanakuangalia tu mpaka ndoto yako itakapokuja kutimia. Kuna watu hawataki kujua hata umeota kitu gani. Mtu wa Mungu, kuna watu hawataki kujua umeota ndoto ya aina gani. Kaa kimya, mtu wa Mungu. Inakuhitaji moyo wa hekima, maarifa ya Mungu na uelewa wa kimungu kuweza kuhandle hii situation. Sio rahisi kama ilivyo. Sio rahisi kama ninavyoongea. Sio rahisi kuumizwa au kupitia nyakati ya maumivu na uchungu kama ninavyozungumza. I was there once, I understand. Inakuhitaji neema ya Mungu ambayo itakutoa hapo, na hii haina udini. Neno la Mungu linasema linda sana moyo wako kuliko chochote unachokilinda, kwa sababu huko ndiko zitokako chemichemi za uzima. Hajasema linda macho yako, linda pua yako, linda miguu yako. Anasema linda sana moyo wako, kwa sababu huko ndiko zitokako chemichemi za uzima. Lakini zaidi sana anaendelea kuongea, anasema kwa maana nimeweka ninyi katikati ya mbwa mwitu. It means sio kila mtu aliyekuzunguka yupo kwa ajili ya kukufanya uwe nashed, ya kukufanya uchanue. Sio, kuna wengine wamewekwa na adui, ni mapando ya adui kwa ajili ya kukumaliza. Kama hutagundua hichi kitu, utakuwa ni kila siku mtu wa kulia, kila siku mtu wa kuumizwa, kila siku mtu ambaye wewe machozi tu, kulalamika tu, mimi ukanitenda hiki, ukanifanyia hiki, ukanifanyia hiki, ukanifanyia hiki, ukanifanyia hiki. Mungu anapokuonyesha uhalisia wa mazingira, anapokuonyesha uhalisia wa mioyo ya watu, hila za watu, hakikisha unafungua macho yako kutazama kile ambacho kinaonekana, kile kinachoonyeshwa kwako. Zingatia hicho, acha kubeba watu. Yale yanaweza yakawa ni opportunity kwako ya kukuelevate. Sijui umenielewa? Huwezi kila siku kabeba huyu, kambeba huyu, kabeba huyu. Let me tell you one thing. Kuna mtu akaniuliza hapo kwenye comment section, ninawezaje kumsamehe mtu? Utaweza kumsamehe pale ambapo utamuona huyu mtu kama Mungu anavyomwangalia. Kwamba huyu mtu ni mtu mzuri, lakini adui amemtumia. Yeye mwenyewe kakubali adui kumtumia kuwa mwiba kwako. So once ukisha kumuona kwamba ametumika tu kama chombo, utamuombea, utamsamehe, utamkumbuka kwenye maombi, and you let go of that person. Kwa sababu uchungu na hasira, maumivu ndiyo milango ya adui anayoitumia kuwafanya watu wasiendelee mbele, kwa sababu kila ukikumbuka unalia, kila ukikumbuka unakata tamaa, kila ukikumbuka unakumbuka maneno aliyokutamkia, kila ukikumbuka adui anakuacha unastuck hapo hapo. Hakutakuwa na maendeleo. So I'm here to tell you it is okay. You need to rise up. Amka, jikungute, piga hatua mbele 10. Kama ulipiga hatua 1, piga zingine 10 mbele, na mwambie Mungu hatua zangu zikaongozwe na wewe. I'm telling you again, it is okay. It is well with you. Don't give up on God.